Naitwa Frederick Fusi. Mimi ni mwenyekiti wa mtandao wa Tanzania ambao ni professionals. Mtandao huu unaitwa Tanzania US State Alumni Association. Ni mtandao ambao unaunganisha Watanzania ambao wamepata ufadhili wa masomo kutoka nchini Marekani na wamepata kujifunza masuala mbalimbali nchini Marekani kuhusiana na masuala ya biashara, ujasiriamali, na ziko program kama YALI, Mandela Washington Fellowship, Fulbright. Hizi zote ni scholarships ambazo zinatolewa na ubalozi wa Marekani. Sasa vijana ambao wamekutana hapa leo ni mkusanyiko wa takriban vijana 90 kutoka nchi 14 na Tanzania ikiwemo za Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo kuna vijana kutoka Kenya, Rwanda, Burundi, DRC, Congo, Eritrea, Ethiopia, Chad, Central African Republic, Tanzania tukiwa wenyeji tukiwa hapa Arusha. Na vijana hawa wamefanya mafunzo ya biashara na ujasiriamali mtandaoni. Tulianza na vijana takribani 500 mtandaoni, na baada ya kujifunza kwa muda wa wiki 12 kujinoa mtandaoni, kujifunza masuala ya biashara na jinsi ya kutengeneza mawazo ya ubunifu kwenye sekta mbalimbali, kwenye sekta ya kilimo, kwenye sekta ya kutoa huduma, lakini pia sekta ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Baada ya mafunzo hao ya mtandaoni, tulipata fursa ya kuchagua jumla ya vijana au tunawaita finalist 90 ambao wamepata fursa ya kuja hapa kutoka kwenye mataifa hayo 14, na sisi kama nchi mwenyeji Tanzania tunajivunia sana tukiwepo hapa Arusha. Kama unavyofahamu, Arusha ni jiji la kitalii, lakini pia ni moja kati ya jiji mashuhuri kwa biashara. Kwa hiyo tuna host hapa vijana ambao watawasilisha mawazo yao ya ubunifu wa biashara zao na ujasiriamali, na baadaye tutawapatia zawadi kidogo kwa wale ambao watakuwa ni washindi. Tunatarajia kuwa na washindi takribani timu 3, kwa sababu tumeweka vijana hawa katika makundi ya nchi. Kwa mfano nchi moja, kundi moja litakuwa lina vijana 3 kutoka nchi 3 tofauti tofauti ambao watashindana kuwasilisha mawazo ya ubunifu hapa, na program hii tunaiita English for Business Entrepreneurship Hackathon. Kwa nini? Kwa sababu tunatumia lugha ya Kiingereza kuweza kuunganisha mataifa. Kwa hasa program hii dhumuni lake kubwa ni tunaita cross border collaboration, kwa maana ya kwamba mashirikiano baina ya mataifa ya Afrika. Kwa hiyo hatutaki kusubiri mpaka wenzetu watusaidie kukutana pamoja, lakini sisi tumeamua kuungana kama vijana wa Afrika kuwa na mawazo bunifu na kushindanisha mawazo bunifu hayo ili yaweze kupata ili tuweze kuwa na umoja katika Afrika ambao ni wa kibiashara na kijasiriamali zaidi. My name is Charles Blake and I'm the Cultural Affairs Officer at the US Embassy. I'm sure you've probably talked to some of my colleagues who are very excited about this program. The hackathon that we're supporting is through our English Access program, which is geared towards helping young students learn English at a high level. This hackathon that we're conducting today brings 90 alumni from 14 countries here to Arusha, and they are participating in the hackathon to learn how to collaborate with each other and solve problems that are facing their communities, but also to highlight the achievements that they've accomplished as alumni of U.S. government programs. English programs are important for youth. I would say English programs are important generally because they help people engage with others. English is an international language. It's used a lot in business, but it's used in many sectors. In education, in order to coordinate or collaborate with people across the world. And also just to learn a new language, which can help improve your skills, your mental skills, your ability to learn and memorize things, and also just teach you something new. Jina naitwa Mwalimu Mwanaidi Mwacha Ali, ni mwalimu mwajiriwa katika mkoa wa Kigoma. Nipo hapa katika program hii kama mentor na curriculum developer. Nimefanikiwa kupata nafasi hii kwa kuwa miongoni mwa walimu bora 50, na nililetwa hapa kwa ajili ya kuandaa mtaala huu utakaoleta vijana kutoka barani Afrika kushindania prize inayoitwa Eastern English for Business Entrepreneurship Hackathon 2026. Matarajio ni makubwa sana. Tumewaandaa vijana wetu kwa ajili ya kutengeneza solution au kutafuta tatuzi katika changamoto walizonazo katika maeneo yao.
Kwa hiyo ninaenda kuona soko la ajira likiwa kubwa, vijana wakienda kujiajiri na kutoa fursa za ajira kwa vijana wenzao katika maeneo wanayotoa. Kwani solution au tatuzi la matatizo wanaenda kutafuta yatahitaji watu.